kings. Naam. Villa, the land of the 30 kings. Mfalme anasema piga magoti yote. Mfalme Sampras anakuja. Wote wanapiga magoti. Wanamsikiliza, ndo maneno ya mwisho. Baada ya siku 30 ndo mfalme anakuja. Wakati wote walikuwa wanapigwa tu. Leo anamaliza zoezi la mwisho, anachukua upanga. Wote mpiga magoti. Anasema ni zile siku za hatari za kutisha, wanangu wa Velia. Yani jana mlimaliza kuitwa watoto, ila kuanzia leo na kuendelea ninyi ni wanaume. Pindi mtakapofanikiwa kurudi salama katika misitu, mtakula nyama, mtaishi maisha ya kutisha, mtakutana kila vitisho kwa miezi 6. Ndo kipindi ambacho utajuta kwa nini ulizaliwa na mwanamke, na ndo kipindi ambacho utamlani mama yako kwa nini alikuzaa. Lakini kama utarudi salama katika kijiji chetu cha Villa tena, basi wewe tutakuamini ni mwanaume. Okay. Sasa nasema mnasepa hivyo. Mnasepaje? Hamsepi kizembe, mnakula bakora. Piga. Yaani unapigwa mno. Tandika. Jamani towe. Piga ukipata upenyo. Utaki kurudi hapa. Wewe. Piga hao. Tandika. Yasuku nje. Watu wanapiga piga ngoma namna ile. Wada wada. Piga wewe. Ua. Aya. Mwenye mawe, mwenye jabali, mwenye kisu, mwenye fagio. Ua. Piga hao. Bas, mas, wizards. Wakimwamini Mungu atakuwa pamoja nao. Vijana kadhaa, takriban vijana 30 na kitu hivi, walikuwa ndo wamemaliza utoto, wanaingia katika utu uzima. Miezi 6. Ujui utakula nini, utavaa nini, utajifunika nini, utajua mwenyewe. Huko mnajifunza mfumo wa kujitawala na kutawaliwa. Alafu mkija mnakuja na mfumo wenu. Kuanzia hapo ninyi mnaitwa mashujaa kwa utawala. Hii picha tutajifunza uongozi, nini maana uongozi, na uongozi una faida gani kwa mtu. Unajua kama ujui nini maana uongozi au nini maana kuongozwa, wewe ni kama jabali.